Sasa ukishika Peter Salasya, mtoto mdogo kama mimi, na amemwaga tu mafuta Yesu Kristo juu, sasa unataka kufanya namna gani? Sasa nataka niwaulize, kwa sababu kama mnaona ya kwamba tumekosa mahali, andikeni kwa mtandao, chapisheni kwa mtandao ya kwamba Peter Salasya unahitajika pale katika makao mkuu ya criminal investigation tarehe fulani saa fulani, ili ya kwamba nisipoenda Wakenya watajua ya kwamba tulimuita akakataa. Lakini kushika Mkenya kama haramia, kama ule jambazi, kama muuaji, mtu ambaye hata amekataliwa na Yesu Kristo na Mungu, hiyo ni hatia kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Ndio mimi nataka niseme it should be the last thing that has happened. Kwa sababu uwezi tuma tukiwa kule Mombasa mkatumia watu siku wameweka mask, na kama ni watu genuine, why are they putting on the mask? So any DCI officer should stop putting on the mask if they know they are officers who are supposed to serve the Kenyan citizens, because whatever they are using, lazima Mkenya alindwe na heshima. Na hiyo lazima Bwana Amin usikie hiyo story, usikie maneno, na uende uombe msamaha kwa Kenyans, because Kenya is a democratic country ambaye mtu akijua kama amekosa ataenda pale, and that is why we want the system ya Kenya ikuwe independent. Court ifanye kazi yao, parliament ifanye kazi yao, ile judiciary ifanye mambo yao, na executive ifanye mambo yao independently. And that is the Kenya that we want to have today. Mimi pia nataka niseme ya kwamba sisi tulianza hii safari, na hii safari akutu kwanza tuburi. Mimi ni mjumbe wa kule Mumias, na mimi ni mjumbe ambayo nilichaguliwa na mashida mingi sana. Shida hata nilikuwa sina bibi, sina mtoto, sina nini, iko tu hapo. Maskini ya Mwenyezi Mungu. Na mimi siku moja nikakuja nikapata ndoto. Kaniambia, wewe kijana mdogo, umechaguliwa ya kwamba 2022 utakuja kuwa mbunge wa Mumias East Constituency. Na mimi sasa nilikuwa pale na lala na kamati